Kenywa akube, si mimi alikuwa anataka. Na hata si, Jumi aliniambia ananichukua officially na anataka kuita marafiki zake wenye alitaja maseleb wenye mimi sita mention, anataka kuniproposia officially. And hiyo haiku happen. So ni kunichezea tu, alikuwa ananichezea akili. Kairetu kena mote. Actually mnafikiria ni Kairetu kalikuwa na mti, ni mwanaume alikuwa ameletwa bed na danganywa ni dem. Gojeni na waletea kila kitu. Niletea jamaa kwa bed anadanganya ati ni dem. Anamwambia kuja amevalia skirt. Na ninaona ni mwanaume hana adabu. So after now the introduction, this is what he began his game. The first day he took me kwa massage huko Westland. Na akaniambia yeye upenda kufanywa massage. And tukaenda kwa hiyo massage room. Na hizo picha nimepiga kwa hiyo massage room, mtaona hizo beds venye ukua. Like wewe unaenda kwa bed yake na yeye anaenda kwa bed yake. And then kunao mademo wanakujanga wawili. Mmoja ananichukua, mmoja anachukua yeye, so anaanza kuwa massage vizuri. And then inafika mahali anaambia madem like nataka mumuguze. So nikiona ile first time niona madem anaenda kuniguza, kwanza nika block, nikaweka towel hapo. But kukakaa akimfanyia massage nasikia kuchukuchuku. Kumbe amewarusha mavidole tu na huku hivi. Anawafinga tu. So hiyo time bado alikuwa ajabu, anajaribu bado kunionyesha it's a normal thing, like kufanya hizo vitu like na ninafaa nikuwe sawa. And then he would go to an extent of kukula hao madem kwa massage room nikiwa hapo mbele yake. He would do that. Yet he had said ati officially ameni introduce kwa wife yake, but he would end up kukula hao madem mbele yangu. And then tukitoka kwa hiyo room tukitoka tu anakuja na maua tu, ameweka ma 10k hapo. Ananiambia surprise. Ndio tu yani ni kwa mjinga nisifikirie hiyo kitu. Alafu let me tell you the funny thing guy. Akinipea hizo massage, I mean hizo maua zenye ameweka hizo 10k hapo. Alikuwa ananiambia like tumetoka hapo na amendrop home. Ananiambia ni venye huo Triza Zebed kwanza haezi ongea, acha hapo mnamtaja hapo. Hako kwanza. Acha nisiongee ya mtu mimi. Acha niongee yangu. Wakiwahi taka kuconfess hao wataconfess yao juu zile mavidoda wako nazo. Alikuwa anani drop home. And then the following day alikuwa ananipigia. Ananiambia Kairetu. Kwero wate, unajua venye kinaongea na hiki mtu ni kimanipulative sana. Kwero wate. Ewe dokire getoga. Mkumbuke naambiwa mimi nitajiju ya zile 10k. Dokire getoga. Dokire giritha thatoi. Uthiwekira Jeriga shopping. Zile 10k zenye alikuja nazo kwa maua. Akiniambia nichukue 36k nifanyie Jerry shopping na baki na 4k. Najua mtu still anashidia kunipea hope. Anashida kunipea hope. By the way, venye alikuwa tu ananitega ni every time nikijam, nikisikia vibaya ama one nimelia na nimemwambia hapana, hii kitu nafanya si poa and it is not right. Aniambia te baby, ndirakwira Wednesday he milioni 10 igira niki kiuru. Ndeterere gari iroka thaici, baada ameishi kunichezea tu akili hivyo. Najua pia nyinyi mnajua. You yourself knows poverty is the enemy. Eric walai, umaskini ni mbaya sana. Na acheni niwaambie, somesheni your daughters. Can you educate your daughters, guys?
hebu somesheni wasichana wenu huku nje. Mtu after alinitoa kwa ofisi na alijua niko desperate. Aliishi kunichezea hivyo. So ananiambia chukua 6K pelekea Jerry shopping. And mimi nilikuwa na obey. Na ndio hadi sasa anashtuka juu hajaijua Nancy ni huyo. Hakuwa anajua nitafika hapa niongee. But ile kitu hizo miaka 2, unajua hiyo ni kitu moja, like sky hizo ni siku kadhaa. Ingekuwa ati Bebe bado ananifuata. That's why unaona naogopa. Choko onyesha unaogopa na bado ya mshabu. Sina kuacha. Ningepeleka hiyo shopping, nimebaki na nini? So hata mamangu agenililia, sijui nitumie nini. Tabaki na nini? Hauna lolote, hauna chochote. Poverty is the enemy. Educate your daughters, guys. Wasichana wenu wasomesha wasiwahi pitia hii shit. Sa after ameni introduce kwa massage girls, juu bado alikuwa anataka nionekane kitu normal. That's when sasa alianza kuniingizana hata na clients wake sasa. Na kwanza upcoming. Naona upcoming artist. Ama sijui ati content creators. Mshajiuliza, mse kwa nini? Yo upenda, hata mliona meeting akisema sijui upcoming, sijui wakuje na nini na nini. Niko, naweza kuwa depressed, but kitu naongea mimi, najua I'm talking what I've gone through. Mshajiuliza kwa nini? Mimi msemi huona ni kama akilala na dem. Like unapawasia upata. Juu pia mimi ushidwa. Kwa nini toka alale na mimi from the first day sijaiweza kuendelea na music tena? Kwa nini? Mimi hiyo kitu ujiuliza sana. Thank you Crazy. Na ulikuwa unanichambua siku nyingine, sitaki kuongea vibaya. But if you want to be real, just be real. So kutoka hapo sadi alinianzana na hao watu wengine sasa. The very first day he took me the secular artist. And sahi naelewa ame lose mamake. I want to spare her for now. I want to spare her. Sitaki kumwambia saa kumtaja sahi. Alinichukua na huo secular artist huo dem. Hakuja akaniambia nataka nikupeleke vacation babe. Hakuja akanichukuanga. It was 5 in the morning. Kaniambia twende sijui na huko, nikitaja mtashikanisha ni wapi juu nishaelezea asha lose. Sorry for her. Asha lose mamake. Sitaki kuelezea juu mtashikanisha. Kaniambia twende tumpiki wapi? Kana tukimchukua. Kaniambia udem anapelekea beshte yake. Twende naye Mombasa. Anapelekea beshte yake. Na huyo beshte yake sitaki kumtaja juu mlimba sana. Na hiyo acha ikuwe enough. Sitaki mambo. So alienda tukachukua ode. Na tukaanza kuteremka tukielekea Mombasa. Tukienda Mombasa tulikuwa tu sawa, tunaenda tukikula snacks na kila kitu. And then tukafika wapi? Mombasa. Kutoka saa Kinyoni nipeleke Mombasa. After tulifika na huo demo huko, Maichi do ashoke viko giki. After tulifika huko na Maichi ndio alifika mahali akapewa gari tuka exchange, akaanza kutu drive na alitupeleka Voi, alitupitishia kwa hiyo Voi National Park. Maichi we driver wa Kenyua. Rosho deke abisha akuwe. Ni wewe ulitu drive tukapita Voi na ukatufikisha hadi Mombasa. After tulifika huko, twaigira rumoyo Kinyua agikora njohi tukiambia kunywa. Gerigo kaimo ile tu atarane gero mundu uria tu nikashindwa kwani hapewi yule juu nataka kila mtu aelewe kwani huyu dem hapeani kwa yule mtu nilikuwa nimeambiwa ati huyu dem ni wa wewe mtu mwelimwa sana
sitaki kumtanja. Nikakaa hapo tukaanza kukunywa. Kidogo kidogo, sijui alikuwa anafikiria pombe itaniweza. Akaambianga huyu dem, juu mimi hangetaka kunianzisha, kaambia huyu dem kamuita jina yake. Fulani, Neke, siuanzishe. Kwani unaogopa? Nikashindwa nini anaanzisha. Nika realize whatever is happening. Kitu kajua kube. Kutoka hapo akaniambia Woima, baby dera misi temu yetu ni ex wako. Simogopi, sana naogopa nini? What should I fear? You need naogopa nini? Kaniambia Woima, wetu ni ex wako. Nitafanya aje na nilikuwa nimemiss. Akaniambia like nikaanza kutoka juu nilifeel vibaya. Nikaanza kutoka na nataka kurudi kwa mlango, ninatoka mimi. Wakanivuruta, wakaanza kuniambia, relax. Si ati ni kitu baya. Akaanza kuniambia Nancy, si nataka nikubaie gari. So relax. Na watu wase poverty is the enemy. Nani anapenda shida? Na hivyo ndivyo alikuja akaniconvince, akaniambia hiyo room yenye alikuwa nimebook ilikuwa na beds mbili. Akaniambia unaweza niruhusu. Wacha na Jerry sasa. Acha nikuja kwa huyu secular artist niwaambie, you girls you think you know how to mourn, you don't know. That girls dem anajua kumourn. Nafikiria mnajua kumourn. So aliniambia amemisu dem sana. Can we go? Basi kama utaki kuona naweza ingia kwa hii room separate. Tuingie na yeye. Na hivyo ndivyo aliingianga na huyo dem. Acha nikuambie. Huko ulikuwa nasikia, baba kula yote, ingiza yote, baba ni yako. Huyo dem ni kashetani. Kenywa Leo like walifanya shit hadi mimi mwenyewe hata kama nilikuwa nimejam, libidi pia mimi mwenyewe niende like nilikuwa nataka nione hiyo kitu ina hata mimi niichungulia tu nione. Tuoi baba kula yote, walinifanyia vibaya. Hizi vitu ni traumatizing sana. Mnafikiria ni normal nyinyi? Tikula yote, ingiza yote, baba ni yako na kinywa kiha. Oi, itaga mata. Oi gai. Oi. Baby ita na sijui ni kama ako addicted na mademu wako squat. Hata ulikuwa unasikia anarusha hizo manini. Baby ita kai leo walipelekana karibu 2 hours. But mimi ushangaa. Kwa nini hao wanaume like mimi nataka kuprove. Nini hiyo anapatakanga kuprove na huo because anyway. And after he was done, hata kabla oge hizo mamikono zake, after they were done, juu guilty na mkula najui kama nimejam, then alinikujia na akaanza kaniambia tamakadina igania. Niambia wa mtu nika shetani tedina igania. Bega msiniite hapa, mimi si Nancy mwenye mnajua. Si hewa guishi. Akuja ananiambia tamakadina, imagine sijati dina igania. Anaanza kunisayo nasikia vibaya juu. Mse asha kuintroduce kwa wifi yake, asha sema hii kitu ni official, and then amefika huko vitu anafanya. Nasikia vibaya. Naanza kuresist. But at the end of the day, kuna venye tu again convinced tu aniambia, Lorama, wewe ti customer like ya gagi. Sio ni customer sijua anarusha how many millions. Babe, si tunanunua gari na tuweke kazi.
Yeye tu alikuwa tu ananichezea akili hivyo. Thank you Joy Roba. Asante mama. Ingekuwa ukweli hangekulipa unyamaze, si ndio? Kwani anatuma doza nini? Si anajua ni ukweli. Lakini Simi alinifanyia hiyo shit. Hawakutumia CD. Alikuwa anamrarua hivyo. Na still like alikuja pia mimi akanichezea akili nikilia bado, na pia mimi he did that to me without protection. Alinifanyia hivyo. So tukitoka hapo, after everything tulifanya kila kitu. Tulikaa 2 days huko. Niko na hizo video zote, hata tukiwa Suimo na huo dem tuko nazo. But all that time I was trying to be strong. You remember this guy is trying kila saa nikienda kutoka na ni promise and say I'll do this for you. Unaona? But mimi sitaki kwanza kuweka vitu za vituko hapa niseme ati vitu venye walikuwa na sound, but msee nikaa kwa cult. I don't know. Juu msifikirie tu ni yo secular artist. The following trip to Mombasa akaniambia tu twende vacation. Mimi akanibeba ujinga. Kanibeba ujinga, akaniambia tuingie. Akaniambia nakuja kunipika. I know what I'm doing is risky, so I might be cyanized. And mimi kitu ni traumatizing. Actually sijaguza, by the way. Mi kuna vitu shit mioba amenifanyia zenye zimefanya nikuwe depressed na nikuwe addict wa pombe. So I said that atanicyanize ama mimi munisaidie job. Hivyo tu. Me I don't need pesa yenu. Me just either I work wala wenye akitaka kunicyanize well and good, cause ile uchungu nayo alimenifanyia singe mspare. After we were done with that secular artist, we came back. Akaniambia nataka twende vacation tena. Na by the way niwaambie, si once or twice nimejaribu kuhepa msee. Bado ananifuata. Msee kwetu place naishi. Anajulikana, yeye ukuja kupaka kwa hiyo gate. Analala hapo akilia. Ameishi kunichezea akili tu. Anakuja analala hapo kwa gari. Analia. Mi hata nikitoka morning hivi napata gari yake hapo, haina shida. Kwenda nakipata aniambia, "Oi baby, unanifanyia hivi kwa nini?" Anaanza kulia. Aniita ati tikuja tuombe. Oi guy, baadaye amenichezea akili sana. Guy dahoya, nanze daka then kemo ko ine mako. Alikuwa ana hide kwa Mungu. Alikuwa anajificha kwa Mungu na alinichezea sana. Mike amesema utume video zake. Mike, chani ni clarify favored Magi. Mimi unajua siwezi ropokwa vitu waziko. Mike ni driver wa Kenya. Kwa hivyo hata tukifika Mombasa, yeye alikuwa anamdrop huko, na hata wale mama tulienda nao wanajua hatukuenda na yeye. Mike sina evidence yake. Mike maybe picha zake tu. Mimi siwezi danganyana. Kilikuwa nakipata hapo kimekaa kwa gari. Kikiniona kinaanza kulia. By the way, you don't know Kenywa ni nani. Kenywa ni hypocrite. Wamama wanajua hapa wenye amechezea kusafisha pesa huko. Analia. Oi guy. Tedahoya. Nansi daka anadhinikia moko nyuma kwa. Tedahoya. Anaanza kuniombea, najifanya hapo. Sasa huyu msee ameomba. Naanza kujirudisha. Naona? Naanza kusikiza like naona kaa hii kitu like ni kitu ya ukweli.
but all along he knew alikuwa ananichezea. Na ndio maana nimeamua hata after ametuma hiyo 50k bado sinyamazi mimi. Kioya atakenogo guiyo. Diga boniga yule kukioya. Mnafikiria ni bangi? You think mimi naongea vitu zangu? You think bona anitumie do kama ni vitu zangu wanajua? Actually sahi niko kuota. Hii nikiongea mtapiga nduru nyinyi. Na Mungu anisaidie niongee mahali nitafika. Na mimi Kenya ambiwa mimi niko ready. Hata akitaka kuniona mimi niko ready mimi. I'm depressed and I'm ready to go home. I'm ready to go to a better place kwenye hakuna mashida. Nigiko giki maishi dalile mukaguo. Koreshi yadi na udeisho. Niko nazo na ni waka mmoja wa nini ananiambia hizo vitu. Wewe uko makata medha we. Uko makata medha. Maishi. And Kenywa after sasa amenifanyia hizo vitu zote. After alinitaka niambia tunaenda vacation na huo maisha ananikuja kuniconfuse hapa. Kenywa akanipeleka akaniambia tuende vacation. Sasa hii ule mama mliona nimepost na ule huyo evangelist huyo tukaendanga na wao. Hiyo siku ilikuwa dramatic. Aliniambia tunaenda vacation but aliniambia hawa mama wawili ni clients. Hivyo ndivyo alinidanganya. Mimi akaniambia babe nataka nikupeleke vacations but niko na customers wawili. Sawa. So tulifika akaendanga. Tukaenda hoteli moja juu obvious hiyo journey yote kutoka huku Nairobi hadi Malindi. It's a long journey. Wenye tulifikanga tulienda in the same hotel but alibook room 2. Namuuliza hai babe umebook room 2. Maichi ameumwa. Utahara ushangae wewe kinogo. Sini umeleta monuka hapa. Akabook room 2. Ni block huo Maichi, si ndio? Acha arudi tena hapa nimuone ni block juu na ametuma na huo degere ya mudu. Huyo mama alikuwa amevaa kikitenge Joel mwenye nimepost huyo. Na tukiwa kwa gari juu mama ndiye alikuwa katikati, tuliwekwa si wote backbencher na Maichi alikuwa wana exchange na Kenywa akidrive akichoka wana exchange na Maichi. Mama si mimi hapa, mama wa kitenge evangelist hapa. Mama nilikuwa nashangaa na shida akipanua makuu. Nilikuwa naona anapanua na miguu hivi Kenywa akidrive. Nashangaa ni nini inaendelea. But nilisense there's something weird hapa. Tukafika hapo Malindi akabook room 2 huko. Watu wa Malindi wanajua ile hoteli tuliona. Hata kama hapa Maichi utamuona akabook room 2. Zile room 2 alibook. Aliniambia tuingie moja na huyo evangelist, akaweka huyo mama kando kwa moja. Hai sipu makanya. Maichi ameshtuka kagongewa yeye pumbafu funda yeye. Aliweka huyo mama room moja na mimi akaniweka na huyo evangelist room moja. Na ndio uliona kwa zile text evangelist akisema mimi ndio niliendea Kenywa. Juu tuliingia room moja na huyo evangelist na shidwa kwa nini Kenywa hakuji? Nimemwacha kwa parking mbona hakuji? Na ni mtu aliniambia ananipeleka vacation. And then nashangaa mbona ananiambia niingie na huyo dem. Nifikiria anataka ni relax kwanza, anataka achukue room yetu juu anataka, unajua ni celeb anajificha hataki ajulikane. Nikamwendea parking. Akagongewa yeye. Evangelist nimemwanika juzi anaitwa Shiko Parks. Anaitwa ukisearch evangelist
Shiko Parks utamuona. Breaking news, Maicho koligero kindu funda. Sasa kuendea Kenywa parking, namuuliza sasa naenda parking sasa, nampata akitoka room ya ule mama. Naona ile room alibukia mama, napatoka ana sweat, amejaa sweat kila mahali. Namuuliza hii bebu, kwa sababu nikarukia juu mimi najua hii kinyago sasa tayari nishaielewa. Amuuliza uko sawa? Serebu hadi shosho waitina. Si alikuwa anataka niweke chini. Naenda chini na mimi naingia sasa underground, sawa? Namuuliza uko sawa? Sawa, nimeachana na comments. Namuuliza babe uko sawa? Akaanza kutetemeka juu tayari nilimuona. Nikamwambia hebu kuja, hebu tuingie kwa gari kidogo. So nikamuuliza, nikamwambia niambie tu ukweli. Haki mimi nakujua. Najua vitu umekuwa ukifanya na nimesense, I know, let's be real. Umejua kitu umefanya. Umetoka kwa huo mama. So akaniambia usijali. Ni venye hatuna do na kuna do. Wanataka kubuy 6 acres ya land huko nini Malindi na anataka do. So kube mzee wangu pia yeye anakula wa mama ndio anunue mashamba. Kaniambia we stand, you will sit down Kamau. Dekirathi shoshi yake nilio guikara thi we. Just stand, continue studying. Akaniambia like ati mama kuna do anataka wabae land 6 acres. Na ndio anategea. And akaniambia hiyo do ikiingia kuna venye anataka kuni support. So kila saa alikuwa ananitega, akiona kana jama ananitega. I felt bad. Na ni vile hata sikuwa na do, nisikia vibaya sana. Na hapo ndio nilimuuliza saa utalala wapi? Akaniambia actually sina do, nimeishiwa. Kamuuliza saa tufanyaje? Akaniambia next twende kwa hiyo room mko na huyo evangelist. And that's why tulienda kwa hiyo room. Na kwa hiyo room, that is when mnaona hizo ma charts. Ile hiyo time alikuwa anafinga huyo evangelist hapo mbele yangu. Aliingia, nilikuwa nimejam, then akaanza kupiga huyo evangelist mafinga. Na huyo evangelist alimuona sana kama mtu sijui ako na nini. Amemwagiliwa, sijui kama alishikwa na Holy Spirit. By then nikaa alikuanga na nini na dry spell sana. Alimon kaa kubafu ya modo. Kilimo ndivyo alikuwa anafanya. Na nifinga tu hiyo aliwekanga. Alikuwa dry spell baya sana. 6 acres, Kenya ako na shamba kubwa sana huko Malindi. Usione ati 6 acres kani kitu kubwa. Huyu mama alikuwa wanataka kubai hiyo 6 acres ndio alikuwa anategea. Na alijam sana venye Kenya saa kuspend huko juu. Kenya alikuwa anataka spend huko, then atuchezee hizi siku nyingine saa kuja alale kwetu. But saa venye nilimuendea ule mama ali have to go back to Nairobi na hakukubai hiyo land sasa. So hiyo deal ikaponyoka hivyo. Now mimi hata sikuwa na shida sana, though it's bad. Nilikuwa nimefika mahali nikasema let me just walk away. Sinishafanywa hii shit yote. Nikasema let me just walk away from this shit. Sishanifanyikia. Lakini sasa kuna ile time aliwa sell. Hiyo day nayo ndio sasa niliamua kuna nini Westland, sitataja huo mtu juu ni biashara yake. Huyu mtu anakuanga plug wa kila kitu.
Ukimuitisha dem anakaa hivi, atakuwa ukimwambia dem mweusi, dem mojaru, ukimwambia dem anakaa aje kuinama, ukimwambia lete mwana atakuletea. So that's what he did. Alinicall akaniambia kwa hoteli inaitwa We Hotel. We Hotel, nitakuwa screenshot ya chats hizo shots. Akaniambia nimpate We Hotel Westland. Na nikampata huko. After nilimpata huko, kukaa akaniambia kuna mgeni anakuja. Nikasikia knock knock. So kukaingia mtu alikuwa amevaa skirt na anajifanya kiwig, amevalia kiwig, but ukiangalia tu miguu tumekauka. Na akona kibese bata anajaribu kuongea. Hata nakumbuka the exact sound yenye alikuwa anaongea na. So alifunguanga akafunguliwa. Kufunguliwa alikujanga tu Juni Kenyo alimfungulia akaingia. Oi, hey baby. Wala, mbona yako? Hivyo ndivyo alikuwa anajifanya sauti yake ndio asitoe bass. Wakahug. Na so mimi na shida huo dem. So wakakujanga naye akamwambia kuja usalimie bibi wangu. So si mimi nilikuwa relax hapo kwa bed. Akakujaga, "Hey baby, kwaraje tigera? Tukaje tigera?" Akaeka kinywele hivyo. Mimi naangalia naona huyu ni mwanaume venye amekauka. Kukaa Kinywa akamwambia ate tarutague. Na unajua venye unasikia venye kilikuwa kinacheka kwa huyo hii audio ni kijinga sana. Ate kinaanza kumwambia te baby tarutague ate bibi yako ayone no diretikia yone kiria we nakio. So dem akatoanga nguo zake kuangalia, si dem actually ni boy kuna dick na amevaa wig. So ni gay, alikuwa ameniletea gay na alikuwa anataka wafanye shit mbele yangu. That's why I'm traumatized. Juu utani introduce aje kwa wife yako na ukuje unifanyie hii shit. By the way mjue ni vitu mob sana nimeruka, but hizo ni za madem. Juu tayari hadi hata ameniita hoteli, nimepata amefuck dem tu hivi, dem ameoga madamu kwa bed na ameniita the same na anaona kumejaa damu. Amenifanyia shit mob sana. So venye aliita huyo dem, venye sasa aliambia huyo jamaa atoe nguo, akijifanya akinidanganya ni dem, akatoa nguo. So mimi na ujua amenizoea mimi ni dem pole. Sasa hata ndio nashangaa bona naongea. Venye huyu mtu alitoanga nguo naona akona dick. Kenywa ale ina cult na ndio nimewaambia mjiulize kwa nini in the last 2 years niliacha kutoa music. Mimi mjue hadi music zangu nimeandika hivi. Wacha hivyo. Mimi niko na audio. Audio nilitoa 2 years ago. Kwa nini sijaifikiria kutoa hii audio? Na kwanza yeye mwenyewe alinikataza akaniambia hataki niendelee na music tena. Remember it's a talent. Ni talent yangu na ni passion na ni kitu. And then akanistopisha and then tell me how I stopped doing it. Penye alitoa mtu akaingia kwa bed like ni kitu hadi iko na magigi bibi. Wakaanza kushikana mbele yangu. Akaanza kushika Kenywa akaanza kushika huyo dem. Nini kitu yake? Si alikuwa amesema ni dem. Alikuwa amenidanganya ni dem from the word go, but mimi nilikuwa naona ni mwanaume. Akaanza kumshika mbele yangu, kudika mbele yangu. I felt really bad from that day, and from that day my life has never been the same again. Ni feel vibaya sana. Alianza kumshikashika hapo mbele yangu na pia mtu anamshika pia. So I don't know his plan. Na huyu gay, ujue gay anaingiwa. So I don't know whether Kinywa alikuwa anataka aingie huyu mtu. Na yes, sijui kama alikuwa anataka ni convince huyu mtu aniingie. Nikakataa. Wasemeni
Semeni tu, but I know what I'm saying. Mko na nyege. We Marian unasikia nyege ya makubafu, wewe uko sawa, uko normal. Haiko you, that's normal, not normal. Alikuwa anataka hivyo. Na hiyo day ndio saa mimi nilianza saa kushikwa na stress mbaya bo. And akaniambia nishike huyo jamaa, nikakataa. Juu nisikia vibaya. Nikakataanga kumshika. Na akaniambia, by the way mnafikiria ni mchezo, kwani siogopi kupelekwa mbele? Siogopi juu najua I saw it. I can confess he did it. I have the audio. Hata akiniuliza the following day, "Uronili ate? Ena bote munene kugira?" Niko na hizo audio. Si aliniuliza hivyo? Kiko kia modo. Kukulana juu nilikata ukubuke, nimekata kumshika, na akiona nime back off kitu haizi endelea kukulana. Sitamwekelea kukulana mbele yangu. Kitu nilifanya ni kukata uko bita juu. The wife knows hakuna kitu unaweza fanya ukidinywa. Did you tell us? Wewe Esther, wewe nionekani urito. Wewe ni uria gito nikinywawe. Asha demo guruki. You think I'm mad mimi nikuje niongee hapa? Hata South Africa, acha niwaambie mabibi zenu huko wame ene sijui kala fani niongee. Mademo agaf. May God's grace be with you. Mmejitolea sana kwa bidii. Na Mungu tu awahurumie. Mmesweat sana. Mademo agaf. But acha nisiongee. Mimi sitaki kuongea sana huko. Acha niongee yenye inanihusu, yenye mimi imeni traumatize.